iweze kufanikiwa, ili ndio iweze kuwa mzuri. Companionship. Acha niambie ndugu Dickson, companionship. If you keep good companionship katika ndoa yako, mimi nakuhakikishia ndoa itakuwa ni mzuri sana. Genesis chapter 2 verse 18. Nataka munipe masikio. Wale mko hapa ndani, wale wako nje, munipe masikio. Ninataka niwapatie mambo ambayo ni ya muhimu. Na mimi nikisikia watu wanaongea na mimi naongea, huwa inanipea negative energy, inanisumbua. Nataka nikuwe na concentration. Nikiongea nataka concentration mzuri. Kwa hivyo naomba tafadhali wale ambao mnanisikiliza mnipe concentration kidogo tu, alafu tutakuwa tunaendelea kukula mchele. We have to eat today. Lazima tutafanya nini? Na tunaenda kwa mama ya Dickson, tunaenda kuhakikisha hakuna kitu inabaki kwa sufuria. Mimi nataka nitarudia. Naenda kukula bali watu wanapanga mstari, naenda kupanga hapa. Tena ningoje watu wakienda kwa nyumba tena niende. Nikule mara ngapi? Kwa sababu hii ni jambo zuri. Nasikia wengine wanaogopa kufanya harusi kwa sababu wanaogopa kulisha watu. Nasema ati ni gharama, kwa sababu watu tutakuja kukula ukikufa, hata upende ukatae. When you die will still come. Siku hiyo tutakanyaga maua yako kwako. Sasa tuite kama sherehe kama hii, tukuje kwako tukule. Amen. Wacha kuwa mchoyo bwana. Tengeneza mchele, tukuje tufanye nini? Tukule. Companionship. Genesis chapter 2 verse 18. Bwana Mungu akasema, si vema huyo mtu awe peke yake, nitamfanyia msaidizi wa kufanana naye. Si vizuri mtu yeyote awe ni mwanaume ama mwanamke kukaa peke yake. It is beautiful kukuwa na companion. Sasa wewe mwenye hauna mtu, mimi sasa sisemi chochote kukuhusu, kwa sababu wewe mwenyewe unajijua, unasema ati una stress. Lakini companionship, sikia bwana, Mungu alipoumba alisema uwe na mke, na wewe mwenyewe Mungu amekusaidia, umejichagulia a very nice lady. Keep her company. Uwe karibu kwake. Companionship inamaanisha you do things together. You are there for each other. Mtu akiwa mgonjwa uko pale kumsaidia. Saa zingine ni vizuri tu, wacha kwa sababu ya muda ninaenda mbio mbio. Saa zingine ni vizuri kumpeleka mke wako out. Muende tu hata kama ni kamsave, kama hamuna pesa mingi, muende tu kwa hoteli ya chips peke yake, mkule. Mimi niko na shida na wanaume wengine wameweka wanawake nyumbani, lakini wanaenda kukula chips na warembo wasichana. Unawacha bibi nyumbani ati yeye ni mama ya nyumbani. Hapana, chukua bibi yako, tembea na yeye. Unawacha mke nyumbani anaotea unga. Unakuta mwingine mwenye anajikalia, na hao wenye unakula na wao ndio wanasema wanaume ni stress. Ndio sababu anabadilisha huyu, Hako wa kutengeneza nywele, hako wa kununua manguo, hako wa kulipa rent, hako wa gas. Sasa mnaingia hapo wengi. Hapana. Companionship, chunga mke wako. The first C, companionship. If you keep companionship, your marriage will be happy. Najua ninaongea na mtumishi wa serikali. Unaendanga forest miezi 6. Lakini ukirudi, fika nyumbani, salimia mama. Ukishamaliza kusalimia mama, chukua kidosho yako, enda Kisumu.
Itisha samaki. Itisha samaki. Kisumu samaki ya 1500. Ni kubwa hivi mnakula polepole. Mifupa hakuna sana. Ile samaki zingine tunakulanga, mimi naambianga mke wangu akiniletea samaki, niletee ile samaki tulikula tukiwa honeymoon. Usilete ka samaki yenye ninauma mafupa zinataka kunimaliza. Mimi sina meno siku hizi. Hallelujah. Companionship. Very important. And for you to have that companionship, you must work on it. Lazima uifanyie bidii. Lazima ufanye kwa bidii sana kuhakikisha kwamba mnaendelea kukua na companionship. Number 2, communication. Communication. Hii sasa communication utaenda kujisomea First Samuel chapter 1 verse 1 to 2 na 5 to 8. Nyinyi mnajua nini ilikuwa inaendelea hapo? Mambo ya Elikana na mwenzi wake. Yeye alikuwa na wanawake wawili na wakati mwingine yeye alikuwa, unajua mwingine alikuwa na mtu. Unajua katika ndoa msifikiria ati ndoa tu ni safi, saa zingine inahitaji communication. Ndoa nyingi zinavunjika kwa sababu ya kutokuwa na mawasiliano kati ya bwana na bibi. Mnajua katika ndoa hizi pia kuna watu wengine wanaitwa ndani penina. Mapenina wako. Wenye wanachokora bibi yako. Wanachunga yeye mashindano. Wanachokora yeye, wanamsumbua. Mama mkwe naye yuko hapa, anamchokora. Dada yake yako hapa, anamchokora. Nani yako hapa anamchokora? Hiyo inahitaji ufungue communication, mawasiliano yako na mke wako na mzee yako yakuwe wazi. Watu wengi ambao wanakoroka ndoa za watu wanatoka outside. Watu wengi ambao wanasumbua ndoa za watu wanatokanga nje. Hawatoki ndani ya ndoa. Hao ndio wanaingisha mashindano, wanaingisha huku, wanaingishia huku, wanadunga bibi pande hii. Wanamwambia mzee yako sijui nini. Nashukuru siku moja kuna mtu alifiatua mmoja mwenye alikuja kusema mzee yako wako na bibi mwingine. Akamwambia nilikuandika shilingi ngapi kwa mwezi unichungiange mzee yako. Learn to communicate your issues. Open lines of communication in your marriage. Ukitaka kufaulu katika ndoa, lazima mjifunze jinsi mnavyozungumza. Jinsi mnavyofanya mazungumzo, mawasiliano kati ya wazazi na mashemeji na nini, iwe kitu ambacho ni cha wazi. Communication, mawasiliano. Simu yako lazima iwe open throughout. You must be able to listen. Usio, najua saa zingine wa mama wengine kama wao maipigwa na mzee yako. Wa mama mko hapa. Ndio mama wengi wala maipigwa na wazee yao. Ukiangalia kabisa wanazimanga simu saidi moja. Wanataka wao tu wakwende wanaongelesha mzee. Na wamama si mnajua mko na maneno. Tereka tekete mama yako, baba yako, ndugu yako, dada yako, unafiti mzee maneno. Mzee saa zingine akikasirika anaona sasa hii typewriter ni kukata stima. Ama nyinyi wanyamuka na masimu zikihangu mnafanyanga haja. Simu ikihangu unafanya aje? Unazima. Kwa hiyo kuzima simu nyingine kama inasumbua ni imehangu. Improve in your communication skills. Learn to communicate your issues. Jifunze kuhakikisha kwamba yale ambayo yako ndani ya moyo wako unayakommunicate vizuri na yule mwenzako. Kama kuna issue ambayo inainuka katikati ya family, learn to talk it over, muizungumze. Ninajua kuna watu wengi ambao wako na pressure, wako na sukari, watu wako na nini ingine, majani, na wengine wako na nini, chumvi. Chumvi zinawasumbua, sukari inawasumbua, majani inawasumbua. Lakini ukifuatilia kwa nini wanasumbuliwa na chumvi na majani na sukari, ni kwa sababu walijificha na maneno vifuani mwao. Acha mimi niwaambie.
Mimi kwa ndoa yangu is not a very perfect one, lakini watu wakiiona wanaona ni ile perfect kabisa. Lakini mimi nikiwa na issue na huyu mama, acha nisionyeshe ni wapi watu wanaweza muona. When I have an issue, sipiti kando, singoje mtu aniambie. Namwambia tu ona hapa na hapa inanisumbua. Sielewi. Halo? Na usifikire tena yeye ni mchezo. Tena yeye akinipata kona yangu, ananifix tu hivi. Anasema kuna hii na hii haiendi sawa sawa. Learn to communicate. Mjifunze kuongea issues zenu. Na msikubali whatever you are going through isababishe relationship yenu iharibike, kwa sababu kumbuka, the first C is companionship. Always be there for your wife, always be there for your husband. So the first C ihifadhiwe vizuri, then ikuje companionship. Kama kuna issues na nini, make sure bado ile C ya pili ina work vizuri na ile C ya kwanza bado ina work vizuri. Sasa sikia, acha niseme hii. Kama hatuelewani katika jambo la kifedha, isi affect kuwa ya kwamba mimi bado ni mtiifu kwa mume wangu. Hatujaelewana kwa sababu pengine nimeshuku huyu, nimemshuku. Mnaelewa kushuku? Kushuku, umeshuku yeye. Sina haja kueleza kushuku ya nini, lakini umeshuku. Hiyo kushuku isifanye wewe ukose kuendelea kupenda mke wako. Umeshuku tu, lakini bado uendelee kufanya nini? Kumpenda. Unaelewa mambo vile inaenda. Ukijifunza kubalance hizi vitu, mimi nataka niwahakikishie mambo itakuwa tu mzuri. Namba nyingine, compromise. Ambia mtu compromise. Compromise. Elewa vizuri kabisa, neno kwa Kiingereza haina maneno, kwa Kiswahili nataka nijaribu kuitafuta. Compromise, nataka uelewe ya kwamba compromise simply means you are from two different families. Vile huyu alilelewa huko Chemase, hata climatic condition ya Chemase haiwezi fanana na climatic condition ya watu. Wazazi wa Chemkumi vile walilea Dickson haiwezi kufanana wazazi wa nani? Wa Jane vile walivyolea nani? Hiyo ni step number 1 kwa compromise. Step number 2, Jane mwenyewe is a personality, si ndio? Hata kama walimwambia aende hivi na yeye akaenda hivi, hata wengine wetu hapa venye tuko, si penye wazazi walitaka tukue ama nini? Wengine mko kwa ndoa zenye wazazi wenu walikuwa wanapinga na mkasema naenda. Kama nini? Wengine mnafanya kazi yenye wazazi wenu hawakutaka, lakini bado mkasema namna gani tunafanya hiyo kazi. So compromise simply means we have different personalities. Learn the personality of your partner. Jifunze personality ya mzee wako na uikubali vile ilivyo. Kuna vitu bwana huwezi badilisha. Wacha mimi napendanga kupigana na watu wenye wanapigana kwa mandoa. Kama kuna kitu mimi si support kwa maisha yangu kabisa, ni kupiga mke ama kupiga mume. Hiyo kama kuna kitu si support ndani ya maisha yangu ni hiyo. Na kama kuna sababu yenye naweza ambia mwanamke atoke kwa ndoa yake, ni mwenye anapigwa. Mzee anakutwanga, mara ameweka kisu kwa kichwa ya kitanda. Nasema siku moja nitakuja kukufanya kitu. Halo? Nataka uelewe wale ambao wamejaribu kupiga wake zao ama wazee yao wabadilike. Wamebadilika. Ni ngumu. Vitu zingine you need compromise. In this life you need compromise. Kuna vitu zingine inabidi tu ujue tu. Sasa mzee yangu akitoka kwa kazi hapo namna hii. Kuna vitu zingine inabidi compromise. Je, sasa mzee yako na wewe mzee lazima compromise pia na je.
kuna katabia tu kaje tangu ukae na yeye umeona tu aka kana kaanga hivi. Hata ukuja kusema mbadilishe, kuna mwingine tu mwenye hawezi osha vyombo vizuri. Kuna mwingine tu mwenye hawezi pika ugali hivi. Hata ufanye nini ugali yake haifanyangi nini? Utafanya nini? Compromise. Compromise. Bwana asifiwe. Sometimes we need compromise in marriage for marriages to work and be happy. Mimi katika ndoa yangu kuna vitu yenye ninaangalia tu hivi. Hata nikijaribu kuambia mke wangu afanye, naona tu afanye. Nasema tena afanye. Nasema tena afanye. Nasema tena afanye. Nasema ni mimi mwenyewe nafanya. Na hata wewe mwenyewe ukifanya usifikirie hapo ati atashtuka. Kama ulikuwa unafanya ati ndio aone uko na shida. Fanya tu na uendelee kufanya. Inaitwa compromise. Inaitwa nini? Kitu nyingeleta ugonjwa. Si ufanye. Kwa mama mwingine hawawezi letea wazee yao maji ya kunawa mikono wakikula. Enda kwa sinki nao mikono kula. Siku nyingine nilikuwa nakuja nyumbani late, mke wangu amelala na natarajia akiamke akuja anipee chakula. Alafu aamke. Mimi nasikia vibaya. Lakini siku hizi nikagundua hiyo hakuna haja, kama amelala wacha afanye nini? Mimi nilikuja kama nimechelewa jikoni, washe jiko, tumisha boya. Shwa. Na tunaishi vizuri. Sasa tunaenda almost a quarter a century. We are almost a quarter century. Hatujai pigana. Hajai funga biraka aende kwao. Tunaishi kwa amani. Nyumba yetu ukikuja hata huwezi jua kama tunagombana. Hata tukigombana huwezi jua. Tunaweza kuwa tunagombana hapa na watoto wako na hakuna mtu anajua tunafanya nini. Unajua watu wengine wanafikiria kugombana lazima ushauri. Hapana. Nini? Hello. Jifunze compromise. Kuna wamama wengine wanafikiria ati wanaweza shape wazee yao. The more unajaribu kushape mzee yako, the more anakuwa ngumu. Jifunze kuwa soft, compromise. Jifunze kucompromise saa zingine na vitu zingine. Unajua zingine sisi tuko na shida, watu wanatuambianga huko nje. Acheni niwaambie kweli. Saa zingine watu wakiona unapendana na mke wako sana, wanaanza kusema wewe umekaliwa chapa. Sasa mimi nikikuja nyumbani wamesema mke wangu amenikalia chapati, na jaribu kupima nione. Jaribu kupima nione, akijaribu kuleta maneno namwambia wewe wacha ujinga. The last one, Genesis chapter 2:24. Nimesema si ngapi kufika hapo? 3. Sasa ni ngapi? Ya 4. Genesis chapter 2:24. For this reason a man will leave his father and mother and be united to his wife, and they will become one flesh. Kwa sababu hii mwanamume ataacha baba yake na mama yake na watashikana na mke wake, naye watafanyika mwili moja. The last C is commitment. Commitment. Jitolee kwa mzee wako, jitolee kwa mke wako. Have commitment. Bwana asifiwe sana. Naelewa hao ni wamama wakongwe. Sukari inaweza kuwa imeshuka. It's normal. It's normal. Tena tumekaa. Sasa ni saa 9. Saa 10 imefika. Saa 9. Bwana asifiwe. Commitment. Ambia mtu commitment.
Jicommit kwa mke wako, jicommit kwa mume wako. That means ni yeye na yeye peke yake. Wewe ukitembea jua ya kwamba you have one wife. Wewe ukitembea jua you have one husband. Commitment, commit yourself. Na utashangaa vile Mungu atakubariki na kukulinda. God will bless your marriage. Commitment za zingine mimi husoma Ephesians chapter 5:22. Inasema kwamba tupende kama vile kanisa ilivyopenda, kama Kristo alivyopenda kanisa. Ni kujitolea hali ya juu kwa familia yako. Mimi nachunga familia yangu na wivu. Kila mtu achunge familia yake na nini? Na wivu. God bless you so much. Acha niombe. Baba wetu, katika jina la Yesu Kristo, ninakushukuru kwa sababu ya wema wako, na kushukuru kwa sababu ya baraka zako. Wewe ni Mungu mwema, Mungu wa rehema. Asante kwa sababu ya wanandoa hawa, na weka chini ya ulinzi wako. Kwa bariki mfalme, ndoa yao ibarikiwe. Asante kwa sababu umekusudia ndoa yao haitawahi vunjika. Utawalinda katika mapana na marefu. Wakati mgumu na wakati mzuri utakuwa mlinzi wao. Na ni kwa Yesu Kristo aliye Mwokozi wetu. Amen. Tupigie mnenaji